Shukran kwa kujiunga nasi msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Karorobi. Natumai hujambo na karibu, na mimi ni Skola Kisanga. Tulionayo katika Dira ya Dunia. China imeshutumu vikali Marekani kwa kutishia usalama wa nishati duniani baada ya kusema mamlaka ya muda nchini Venezuela itakabidhi hadi mapipa milioni 50 ya mafuta kwa Marekani. Utawala wa Rais Donald Trump unatathmini namna tofauti zitakazosaidia kuchukua eneo la Greenland, ikiwa ni pamoja na matumizi ya kijeshi. Msemaji wake wa ikulu anaposema kwamba hata kutumia nguvu ni sehemu ya haki ambayo iko katika mikono ya rais, ambaye hivi karibuni ametoka kutumia nguvu kinyume kidogo na katiba ya Marekani kwenda kuvamia Venezuela. Watu sasa wameanza kuhisi kwamba ni kweli ana dhamira, ana nia na upo uwezekano wakafanya hivyo. Polisi nchini Uganda wamekanusha ripoti ya shirika la Amnesty International inayowashutumu kwa kukandamiza viongozi wa upinzani na wafuasi wake kuelekea uchaguzi mkuu hapo baadaye Januari 15. Na waumini wa kanisa la Orthodox duniani leo wanasherehekea sikukuu ya Krismasi. Viwanjani, Carrick na Solskjaer waongoza kwa jukumu la kocha wa muda Manchester United. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukiwa nami Sarafi Nairobi. Marekani inasema imekamata meli ya mafuta iliyosajiliwa na Urusi katika bahari ya Atlantiki kaskazini. Zaidi na Saif Abdallah. Walinzi wa pwani ya Marekani walianza kufuatilia meli hiyo wiki 2 zilizopita katika pwani ya Venezuela. Chombo hicho wakati huo kiliitwa Bella One, tangu wakati huo kimebadilishwa jina na bendera yake. Kwa sasa ipo kati ya Iceland na Uingereza. Vikosi vya Marekani vilikamata kabla ya kuwasili kwa msaada ambao Urusi ilikuwa imetuma, ikiwa ni pamoja na manuari. Tangu kukamatwa kwa Rais Maduro siku ya Jumamosi, BBC imebaini meli 3 za mafuta zilizoidhinishwa na Marekani ambazo zimebadilishwa kuwa chini ya usajili wa Urusi. Meli 19 zimebadilishwa tangu Marekani ilipokamata meli ya mafuta kwa mara ya kwanza mnamo mwezi Disemba. China imeshtumu Marekani kwa kutishia usalama wa nishati duniani baada ya Rais Trump kusema mamlaka ya muda nchini Venezuela itaikabidhi Marekani mapipa milioni 50 ya mafuta. China ndiyo mteja anayeongoza kwa bidhaa ghafi za Venezuela. Wizara ya mambo ya nje ya China ilishtumu Marekani kwa uonevu na kusema haki na maslahi halali ya China nchini Venezuela yatalindwa. Rais Trump amesema mafuta hayo yatauzwa ili kunufaisha watu wa nchi zote mbili, lakini pesa zitakazopatikana atazidhibiti mwenyewe. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imesema imezuia njama ya kumuua Rais Ibrahim Traore na kuyumbisha nchi hiyo. Waziri wa usalama Mahamadou Sana alisema njama hiyo ilipangwa na kiongozi wa zamani wa kitaifa Paul Henri Damiba, ambaye Kapteni Traore alimuondoa madarakani mwaka 2022. Alidai kuwa njama hiyo ilifadhiliwa kutoka Ivory Coast. Hakuja kuwa na maoni yoyote kutoka kwa Ivory Coast au Luteni Kanali Damiba. Kumekuwa na majaribio mengi ya mapinduzi dhidi ya Kapteni Traore, huku serikali ikituhumu Ivory Coast kuhusika. Mahakama nchini Nigeria imetoa dhamana kwa aliyekuwa mwanasheria mkuu na waziri wa sheria Abubakar Malami, ambaye amezuiliwa kwa takriban mwezi mmoja kwa tuhuma za rushwa. Taarifa zaidi na Nasteha Mohamed. Jaji Emeka Nwita mjini Abuja aliweka dhamana ya naira milioni 500, takriban dola 350,000. Mahakama pia iliamuru Abubakar Malami kutoa mdhamini anayemiliki mali kati ya mojawapo ya wilaya za juu za Abuja. Waendesha mashtaka wanasema alitumia vibaya pesa za umma akiwa ofisini, akidaiwa kusambaza pesa hizo kupitia washirika wake wa karibu, akiwemo mkewe na mwanawe, pamoja na mikataba ya mali. Malami na washtakiwa wengine wamekana mashtaka. Kesi hiyo itaanza kusikilizwa tarehe 17 Februari. Ataendelea kuzuiliwa Abuja hadi atakapotimiza masharti yote ya dhamana. Ufaransa inasema inafanya kazi na mataifa mengine ya Ulaya katika mpango wa kukabiliana na tishio lolote la Marekani kwa Greenland. Waziri wa mambo ya nje Jean-Noel Barrot alisema Ufaransa inataka kuchukua hatua pamoja na washirika wake wa Ulaya. Anatarajiwa kukutana na wenzake Ujerumani na Poland baadaye hii leo. Ikulu ya White House ilisema hapo jana siku ya Jumanne kwamba Rais Trump amekuwa akijadili nafasi mbalimbali zikiwemo za kijeshi kuipata Greenland, ambayo inasema ni muhimu kwa usalama wa Marekani.
Marekani. Lakini Barrow alisema katibu wa mambo ya nje Marco Rubio amefutilia mbali uwezo huo wa kijeshi katika mazungumzo ya simu. Ripoti mpya ya ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inasema kuwa kile inachokiita ubaguzi wa kimfumo wa Israel dhidi ya Wapalestina katika ukingo wa Magharibi umeongezeka. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk alielezea hali hiyo kama aina kali zaidi ya ubaguzi wa rangi na ubaguzi ambao alifananisha na ubaguzi wa rangi. Turk alitaka Israel ifutilie mbali sheria, sera na desturi zote zinazoendeleza mfumo huo. Hii ni BBC. Sarafina Robi ndiye kakusomea taarifa ya habari za dunia. Msikilizaji, matangazo ya Dira ya Dunia yanapatikana kupitia FM, tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, ambako hapo unaweza kutuachia maoni yako, tukipata nafasi tutayasoma. Lakini vile vile yako kupitia redio shirika mbalimbali kama CGFM na Classic FM kule Tanzania, Milele FM na Pamoja FM nchini Kenya, Voice of Busoga na Voice of Muhabura nchini Uganda, Lizadel Radio na Radio Muungano Beni ndio yanayopatikana matangazo yetu kupitia DRC. Naitwa Karorobi nikiwa Nairobi, mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Kwema huko? Kabisa, tuanze kazi ambao huwa tunaianza jioni, wenzetu wakianza asubuhi. Sawa kabisa. Naam, karibu msikilizaji, na tuanze na taarifa yetu kuu ambapo maafisa wa Marekani wanasema kwamba operesheni ya kufuatilia meli ya mafuta ya Urusi inayosafiri katika bahari ya Atlantiki ya kaskazini inaendelea. Walinzi wa pwani wa Marekani walijaribu kuikamata meli hiyo wakati walipowekea mzingiro wao wa meli zilizo chini ya vikwazo karibu na pwani ya Venezuela. Taarifa zaidi inawasilishwa hapa na Phyllis Mwate. Meli hiyo ilisemekana kuwa ilifanikiwa kukwepa kile rais wa Marekani Donald Trump alikiita mzingiro kamili wa kijeshi wa majini dhidi ya Venezuela uliowekwa mwezi wa Disemba. Picha zilizotolewa na kamandi ya kijeshi ya Ulaya ya Marekani kwenye mitandao ya kijamii zimethibitisha kukamatwa kwa meli hiyo. Katika siku za hivi karibuni, ndege kadhaa za kijeshi za Marekani pamoja na ndege za ufuatiliaji za Uingereza zimeonekana zikizunguka angani karibu na meli hiyo ya mafuta ilipokuwa ikisafiri maeneo ya Atlantiki ya kaskazini. Afisa mmoja wa Marekani amesema kuwa sasa maafisa wa utekelezaji wa sheria wa Marekani wapo ndani ya meli hiyo kwa jina Marinera, wakisaidiwa na vikosi vya jeshi la nchi hiyo. Hadi sasa hakuna dalili zozote kwamba kulitumika risasi wakati wa kukamatwa kwa meli hiyo. Kamandi ya Ulaya ya Marekani imesema meli hiyo ilikamatwa katika Atlantiki ya kaskazini kwa mujibu wa hati ya kukamatwa iliyotolewa na mahakama ya shirikisho ya Marekani baada ya kufuatiliwa na USCGC Munro. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba mzingiro wa mafuta ya Venezuela yaliyo chini ya vikwazo na yasiyo halali bado unaendelea kikamilifu popote pale duniani. Ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza ilisema mapema hii leo kwamba haitatoa maoni kuhusu uvumi au matumizi ya wanajeshi wa mataifa mengine. Alipoulizwa kama kulikuwa na ushiriki wowote wa vikosi vya Uingereza, msemaji rasmi wa waziri mkuu alisema, sitatoa maoni kuhusu uvumi. Tovuti za kufuatilia safari za ndege zimeonyesha ndege za operesheni maalum za Marekani zikitua katika uwanja wa ndege wa Wick John O'Groats nchini Scotland kabla ya kusonga zaidi kuelekea kaskazini maeneo ya Iceland. Kukamatwa kwa Marinera kunahitimisha wiki kadhaa za ufuatiliaji wa meli hiyo na Marekani kufuatia hatua ya Marekani ya mwisho wa wiki ambayo ilisababisha kuondolewa na kukamatwa kwa rais wa wakati huo Nicolas Maduro. Kabla ya kukamatwa kwa Marinera, mshauri wa Kremlin na aliyekuwa naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Andrei Fedorov alionya kuwa hatua hiyo itazingatiwa kama shambulio dhidi ya Urusi. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC. Urusi imeelani kukamatwa kwa meli kwa jina Marinera iliyokuwa ikisafiri chini ya bendera yake. Wizara ya uchukuzi ya Urusi inasema kuwa ilikuwa imeipa meli hiyo ruhusa ya muda kutumia bendera ya Urusi. Pia imesema kuwa hakuna nchi yoyote yenye haki ya kutumia nguvu dhidi ya meli zilizosajiliwa ipasavyo chini ya mamlaka ya nchi nyingine. China imeshtumu Marekani kwa kutishia usalama wa nishati duniani baada ya Rais Donald Trump kusema mamlaka ya muda nchini Venezuela itakabidhi hadi mapipa milioni 50 ya mafuta kwa Marekani. China ndo mteja anayeongoza kwa bidhaa ghafi za Venezuela. Wizara ya mambo ya nje ya China ilishtumu Marekani kwa uonevu na kusema haki na maslahi halali ya China nchini Venezuela yatalindwa. Bwana Trump amesema mafuta hayo yatauzwa ili kunufaisha watu wa nchi zote mbili, yani Marekani na Venezuela, lakini pesa zitakazopatikana zingedhibitiwa na yeye mwenyewe. Zaidi na David Nkia.
China imesema kwamba kuondolewa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro kutoka mamlakani na Marekani ni matumizi mabaya ya madaraka. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema operesheni ya vikosi maalum na matakwa ya utawala wa rais Trump ya kupewa kipaumbele kwenye rasilimali ya mafuta ya Venezuela ni uonevu unaofanywa na Washington. Hapo awali rais Trump alisema mamlaka za muda nchini Venezuela zitakabidhi kwa Marekani hadi mapipa milioni 50 ya kile alichokiita mafuta yaliyoidhinishwa. China ndio mteja anayeongoza kwa bidhaa ghafi za Venezuela kufikia sasa. Trump amesema mafuta hayo yatauzwa ili kuwanufaisha wa Marekani na wa Venezuela, lakini fedha zitakazopatikana zitadhibitiwa na yeye mwenyewe. Mao Ning ni msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China. Marekani kwa ubabe wake imeamua kutumia nguvu dhidi ya Venezuela na kutaka kujinufaisha na rasilimali ya mafuta kutoka Venezuela. Hiki sio kitendo cha kawaida, ni uonevu mkubwa sana, ukiukwaji mkubwa wa sheria ya kimataifa na ukiukwaji mkubwa juu ya uhuru wa Venezuela. Infringement on Venezuela's sovereignty. Mao Ning ameongeza kwamba kwa muda mrefu Marekani imekuwa ikiweka vikwazo kwa Venezuela, jambo ambalo sio haki kwa nchi hiyo ya Amerika ya Kusini. Kwa muda mrefu Marekani imeweka vikwazo visivyo halali vya upande mmoja kwa sekta ya mafuta ya Venezuela, na hivi karibuni imekuwa ikitumia mabavu dhidi ya Venezuela, ikitoa pigo kubwa kwa utaratibu wa kiuchumi na kijamii wa nchi hiyo, na pia kutishia uthabiti wa uzalishaji na usambazaji wa kimataifa. David Urosa ni mwandishi na mwanasiasa wa Venezuela ambaye amehudumu kama naibu mkurugenzi wa Komando Con Venezuela inayohusika na kumuunga mkono mwanasiasa wa upinzani Maria Machado huko Washington tokea mwaka 2023. Amesema Maria na Rais Edmundo Gonzalez wanaweza kabisa kuunda serikali ya Venezuela. Maria Corina Machado na rais mteule Edmundo Gonzalez ni viongozi halali wa Venezuela. Wanaweza kuhakikisha mpito wa kidemokrasia na wanaheshima na uaminifu wa Venezuela na serikali kadhaa duniani kote. Tuko tayari kutawala taasisi zenye nguvu na huru, vyombo vya habari huria, dhamana ya haki za binadamu, hakuna wafungwa wa kisiasa, na bila shaka kuheshimu mali binafsi, makampuni binafsi na kukuza soko huria. Private property, private companies and promote free market. Kwa upande mwingine, rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez amesema kwamba hakuna nchi yoyote ya kigeni itakayoongoza nchi yake. China imewekeza fedha nyingi nchini Venezuela yenye utajiri mkubwa wa mafuta, ikiwa ni mojawapo wa washirika wake wa karibu wa Amerika Kusini. Vyombo vyake vya habari vya serikali vilionyesha kanda ya mkutano huo ili kuthibitisha hilo, ambapo wanaume wanaotabasamu waliovalia suti wakipitia baadhi ya makubaliano 600 ya sasa kati ya nchi hizo mbili. Uhusiano kati ya Beijing na Caracas ulionekana kuimarika katika siku za hivi karibuni. China ilihitaji mafuta huku Venezuela ikihitaji fedha. Kuanzia mwaka 2000 mpaka mwaka 2023, Beijing ilitoa zaidi ya dola bilioni 100 kwa Venezuela kufadhili ujenzi wa reli, mitambo ya umeme na miradi mingine ya miundombinu. Kwa upande wake, Caracas iliipa Beijing mafuta inayohitaji ili kukuza uchumi wake. Beijing imekuwa na mafanikio makubwa katika kushawishi mataifa ya Amerika Kusini kubadili utambuzi wa kidiplomasia kutoka Taiwan hadi China, huku nchi kama vile Costa Rica, Panama, Jamhuri ya Dominica, El Salvador, Nicaragua na Honduras zote zikiunga mkono mazungumzo ya kimkakati ya uchumi wa dola trilioni 19 katika kipindi cha miaka 20 iliyopita. Kwa miaka mingi, Marekani imekuwa ikifanya kila linalowezekana kupunguza ushawishi wa nchi ya China kote Amerika Kusini. Hata hivyo, China imepiga hatua, lakini kile ambacho hakuna anayeonekana kuwa na uhakika nacho ndicho kinachofuata. David Nkya, Dira ya Dunia, BBC. Nam, asante David Nkya. Ikulu ya rais wa Marekani ya White House inasema rais wa taifa hilo Donald Trump amekuwa akitathmini namna tofauti zitakazosaidia kuchukua eneo la Greenland, ikiwa ni pamoja na matumizi ya kijeshi. Wizara ya mambo ya kigeni inasema eneo linalojitawala linalosimamiwa na nchi mwanachama mwenzao wa NATO, Denmark, kipaumbele cha usalama wa kitaifa. Kauli hiyo imekuja saa chache baada ya viongozi wa Ulaya kutoa tamko la pamoja la kuiunga mkono Denmark, ambayo imekuwa ikipinga mpango wa Trump kwenye kuwa kisiwa hicho. Zaidi na Victor Kenani.
Hatua ya uwezekano wa kuingilia kijeshi kwa Marekani nchini Venezuela imefufua tena nia ya Trump juu ya eneo hilo la Aktiki linalojitawala chini ya Denmark, ambalo lina akiba kubwa ya madini adimu duniani ambayo hayajachimbwa na linaweza kuwa muhimu kimkakati kadri barafu ya ncha ya dunia inavyoyeyuka na kufungua njia mpya za usafirishaji baharini. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt alisema kuwa kupata Greenland ni kipaumbele cha usalama wa taifa la Marekani ili kuwazuia mahasimu kama Urusi na China. Madai mapya ya Trump kuhusu Greenland inayojitawala yamezua hofu barani Ulaya kwamba muungano wa kuvuka Atlantiki kati ya Ulaya na Marekani huenda ukavunjika. Hapo awali, Greenland na Denmark walisema wameomba kukutana haraka na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kujadili swala hilo. Hadi sasa haijawezekana, aliandika waziri wa mambo ya nje wa Greenland Vivian Motzfeldt kwenye mitandao ya kijamii, na kuongezea kuwa licha ya ukweli kwamba serikali za Greenland na Denmark zimeomba mkutano wa ngazi ya mawaziri kwa kipindi chote cha mwaka 2025. Waziri wa mambo ya nje wa Denmark Lars Løkke Rasmussen alisema kuwa kukutana na Rubio kungeweza kutatua kutoelewana fulani. Waziri mkuu wa Greenland Jens Frederik Nielsen alisisitiza tena kuwa kisiwa hicho hakiuzwi na kwamba ni raia wa Greenland pekee wanaopaswa kuamua mustakabali wake. Kauli yake ilitolewa baada ya Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italy, Poland na Uhispania kuungana na Denmark katika kusema kuwa zitalinda kanuni za ulimwengu mzima za uhuru wa nchi, uadilifu wa mipaka ya kitaifa na kutovunjika kwa mipaka. Washington tayari ina kambi ya kijeshi nchini Greenland ambayo ina wakazi wapatao 57,000. Trump alidokeza siku ya Jumapili kuwa uamuzi kuhusu Greenland unaweza kutolewa baada ya takriban miezi miwili, mara tu hali itakapokuwa imetulia nchini Venezuela ambako majeshi ya Marekani yalimkamata Nicolas Maduro siku ya Jumamosi. Nitasema hili kuhusu Greenland. Tunahitaji Greenland kwa sababu za usalama wa taifa. Ni eneo la kimkakati sana. Kwa sasa Greenland imezungukwa na meli za Urusi na China kila mahali. Tunahitaji Greenland kwa mtazamo wa usalama wa taifa, na Denmark haitaweza kulifanya hilo. Naweza kuambia hilo. Taarifa ya pamoja ya viongozi wa Ulaya ilieleza kuwa usalama wa Aktiki ni muhimu sana kwa usalama wa kimataifa na wa muungano wa kuvuka Atlantiki. Denmark ikijumuisha Greenland ni mwanachama wa muungano wa kujihami NATO, iliongeza taarifa hiyo ikihimiza mkakati wa pamoja wa usalama katika eneo la ncha ya dunia. Taarifa hiyo ilisainiwa na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer, Waziri Mkuu wa Denmark Mette Frederiksen, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni, Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk na Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez. Taarifa hiyo ilisema, na hapa na nukuu, Greenland ni ya watu wake. Ni kwa Denmark na Greenland na wao pekee kuamua maswala yanayohusu Denmark na Greenland. Mwisho wa nukuu. Trump amekuwa akieleza wazo la kuimegua Greenland tangu muhula wake wa kwanza wa urais. Trump amedai kuwa Denmark haiwezi kuhakikisha usalama wa Greenland. Hata hivyo, Copenhagen imewekeza pakubwa katika maswala ya usalama, ikitenga takriban krona bilioni 90 sawa na dola bilioni 14 katika mwaka uliopita. Na msikilizaji, ili kufahamu zaidi kuhusu nia ya Marekani kuichukua Greenland, muda mfupi uliopita nimezungumza na Mobelo Bandio, mchambuzi wa siasa za Marekani. Asilimia kubwa wa Marekani walidhani kama tulivyodhani wengi kwamba Trump alikuwa anazungumza tu katika sehemu ya rant zake, na watu wengi inaonekana hata ndani ya MAGA hawakudhani kama ni kitu kinachowezekana mpaka baada ya kilichotokea Venezuela. Na baada ya hapo sio tu imeonekana imempa labda nguvu ya kuweza kuzungumzia, lakini sasa hata unaposikia msemaji wake wa ikulu anaposema kwamba hata kutumia nguvu ni sehemu ya haki ambayo iko katika mikono ya rais, ambaye hivi karibuni ametoka kutumia nguvu kinyume kidogo na katiba ya Marekani kwenda kuvamia Venezuela, watu sasa wameanza kuhisi kwamba ni kweli ana dhamira, ana nia na upo uwezekano akafanya hivyo. Kwa hiyo imewashangaza wengi, licha ya kwamba alikuwa akizungumza kwa muda mrefu, lakini historia inaonyesha hivyo. Alizungumza kuhusu Venezuela, wakati akianza kuzungumza kuhusu hili na kama ametekeleza kule, watu wanaanza kufikiria kama anaweza akatekeleza huku, japo wanajua kwamba athari zake zitakuwa tofauti sana. Hii Greenland ina umuhimu gani kwa Marekani? Mbona Trump haitaki? Kwa sababu Greenland mahali ilipo ni sehemu ambayo sasa hivi unaonekana huu mvutano uliopo kati ya Russia, China pamoja na Marekani, na iwapo Russia atataka kushambulia nchi ya Marekani kama ambavyo wakati mwingine Trump alikuwa anasema kwamba tunaweza tukaipiga Russia, kwa namna yote lazima makombora yapite
juu ya Greenland. Kwa hiyo Greenland ni sehemu ya kimkakati kama anavyosema, lakini kumbuka kwamba Marekani ina kambi ya jeshi katika Greenland tangu mwaka 1943 na hata wakati wa vita ya baridi Marekani iliweka pale wanajeshi zaidi ya 6,000. Kwa hiyo watu wanachowaza ni kwamba ni kipi hasa ambacho Trump anahitaji, kwa sababu kama ni mkataba mwaka 1951 waliwekeana mkataba wa kiusalama wa kijeshi wa kuruhusu Marekani kuendelea kukaa katika hilo eneo kwa ajili ya ulinzi, na wapo pale sasa. Anataka nini? Kwa sababu wana kila sababu ya kuweza kufanya chochote anachoweza kufanya katika eneo lile ili kuweza kujilinda, lakini amesema anataka ama ainunue ama aichukue hata kwa nguvu, na hiyo ndio inafanya watu wawaze kwamba ni kipi hasa anachotaka, na wasiwasi mkubwa upo katika uhai wa umoja wa kujihami wa nchi za kaskazini NATO, kwa sababu kama hili litatokea, uwezekano mkubwa ni kwamba NATO itaporomoka, na baada ya hapo sasa nani anaweza kunufaika? Na hili ndio swali ambalo tuko nalo sasa. Pengine Mubelo, mfafanulie msikilizaji kuhusiana na swala hilo la kwamba iwapo Marekani itafanikiwa kuchukua Greenland, jumuiya ya kujihami ya NATO itakuwa mashakani. Kwa nini? Swala la kwanza ni kwamba NATO ina ule utaratibu, nafikiri katika ile article yake ya 5 inasema kwamba mtu yoyote ndani ya NATO ama nchi yote ya NATO inapovamiwa, NATO nzima imevamiwa. Itakuwa ni mara ya kwanza kwa nchi ya NATO kuvamia mwanachama mwenzake wa NATO kwa lengo la kuchukua ardhi yake. Hii si kwamba wamekorofishana, si swala la madini, si swala la kumwondoa tu rais, hapana. Ni kuchukua sehemu ya ardhi yake ambayo kihalali iko kwao. Kwa hiyo inaonekana kwamba iwapo Marekani ataingia, watu wanachowaza ni kwamba watu wengi ni kama vile ama wanamogopa ama kumuunga mkono Marekani katika mambo ambayo awali wasingefanya hivyo. Lakini je, atakaposhambuliwa sasa hivi, kama Marekani atataka kutumia nguvu za kivita au kwa namna yote kuchukua ardhi ya Denmark ambaye naye pia ni mwanachama wa NATO, je, wanachama wengine wa NATO wataingia katika vita dhidi ya Marekani? Na kama hiyo itatokea, Marekani ambaye sio tu ndio mwenye nguvu zaidi, lakini ndiye ambaye ana mchango mkubwa zaidi wa kifedha katika NATO, ataendelea kuisupport. Kwa hiyo kama Marekani akiondoa mchango wake na kuweza kujitoa, uwezekano wa NATO kuendelea kuwa hai ni mdogo sana, na ugomvi kati ya Marekani na wale washirika wake kuhusiana na Marekani kuichukua nchi nyingine ya NATO, nafikiri unaweza ukaisambaratisha. Kwa hiyo ndipo hapo ambapo sasa hivi tumekwama, kwamba iwapo atafanya anachofikiria kufanya hasa kijeshi, upo uwezekano mkubwa ukawa ni mwisho wa uhai wa NATO. Unahisi kutakuwa na mikwaruzano na mivutano ya kiasi gani kati ya Umoja wa Ulaya kama mwavuli mzima ambao Denmark imo humo ndani na Marekani, lakini pengine kutakuwa na mashauriano badala ya hivyo vitisho vya kijeshi? Kwanza mvutano unaweza kuwepo. Kuna mvutano ambao tayari upo, kuna mvutano ambao ulikuwepo. Uliona jinsi ambavyo Trump aliwakusanya wote kuja kuongea nao kuhusiana na masuala ya Ukraine. Unajua, mvutano unakuwa una thamani pale mwenzako anapokuwa na kuthamini, na Trump haonekani kuithamini Umoja wa Ulaya. Trump haonekani kuthamini NATO, amekuwa akiwasema vibaya. Trump anaamini kwamba Marekani inaweza ikajisimamia, na ukumbuke kwamba kusambaratika sasa hivi, Marekani ndiye mwenye nguvu zaidi ndani ya NATO. Kusambaratika kwa NATO kunaifanya Marekani iwe na nguvu zaidi, na pengine ndicho ambacho Urusi pia anakitamani, kwa sababu NATO ikiondoka, ina maana ugomvi wake na Ukraine unaweza ukawa umeisha. Kwa hiyo swala la kwamba kutakuwa kuna athari, kutakuwa kuna mazungumzo, kutakuwa kuna makubaliano, sidhani, lakini Trump haonekani kama anaithamini NATO na Umoja wa Ulaya kwa namna hiyo. Kwa hiyo nafikiri kwake haita make tofauti aina yote. Wasiwasi mkubwa ni kwamba baada ya hapo nini kitafuata, na baada ya hapo itaweka nafasi kwa nchi gani. Ndicho ambacho watu wa Marekani wameanza kuhisi kwamba kama Trump anaweza kafanya hivi, je, nchi nyingine zinaweza kafanya hivi? Russia anaweza kafanya hivi kwa nchi yote ya Afrika? Ama je, Russia anaweza kufanya hivi kwa Marekani yenyewe, kusema kwamba tunataka kitu fulani, tunamtaka rais wenu kwa sababu tunahisi kwamba ana shida, au tunataka sehemu ya ardhi. Kwa hiyo kila ambacho nchi zote ikiwa Marekani walikuwa wanapinga kwa Russia kufanya kwa Ukraine, sasa inaonekana Marekani anataka kufanya kwa nchi nyingine, na Umoja wa Mataifa hautaweza kufanya kitu kwa sababu watahitaji kura ya turufu, ama watahitaji Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo Marekani ana kura ya turufu. Mchambuzi wa masuala ya Marekani huyo Mubelo Bandio akiwa Maryland, kama alivyozungumza muda mfupi tu uliopita na mwenzangu Karo Robi. Na kusoma makala hii kwa kina, kwa nini Trump anataka Greenland, inamaanisha nini kwa wanachama wa NATO? Taarifa hii unaweza kaisoma hapa, imeandikwa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Ndefu kweli kweli hapa uweze kusoma zaidi. Lakini tukiachana na masuala haya ya Marekani, tuangazie swala la Krismasi. Kwa kawaida kabisa Wakristo wengi duniani waadhimisha Krismasi Desemba 25. Lakini kwa wengine leo ndio siku yao maalum wanaosherehekea sikukuu hiyo. Natamani na ya kwangu ijurudie. Lakini kwa nini Wakristo wa kanisa la Orthodox husherehekea Krismasi Januari 7? Msikilize hapa Elizabeth Kazibure anatueleza zaidi. Wakati wengi wakiadhimisha Krismasi Disemba 25, Wakristo wa kanisa la Orthodox katika maeneo kama Ulaya Mashariki, Urusi, Mashariki ya Kati na baadhi ya nchi za Afrika husherehekea hii leo Januari 7. Sababu ni kalenda.
Makanisa ya Orthodox hutumia kalenda ya Julian ambayo iko nyuma kwa siku 13 ikilinganishwa na kalenda ya Gregorian inayotumiwa na nchi nyingi duniani. Hivyo, tarehe 25 Disemba kwenye kalenda ya Julian huangukia Januari 7 kwenye kalenda ya sasa. Krismasi ya Orthodox pia hutofautiana kwa mila. Huadhimishwa baada ya siku 40 za kufunga na sherehe huanza mkesha wa Krismasi Januari 6 kwa ibada ndefu kanisani. Baada ya mfungo, familia hula pamoja, mara nyingi wakianza na chakula cha asili kama kutia. Ingawa mapambo na furaha vinafanana na Krismasi ya kawaida, Krismasi ya Orthodox ina desturi za kipekee zilizojaa historia na imani. Nawatakia heri ya Krismasi kwa wote wanaoadhimisha hii leo. Merry Christmas. Napenda basi ingekuwa msimu unakwenda kama miezi 3 hivi mfululizo kabla ya mengine yote ingekuwa bora zaidi, lakini Skola. Nakwambia usinirudishe Mbokom tafadhali. Wazakuta akili kwa studio mwili wote uko Mbokom. Basi wacha kama sikuwa nimekutakia heri za Christmas nikutakie leo hatujachelewa sana vile kumbe. Kweli nashukuru sana. Inabidi tu ubadilishe uwe muumini wa huku kwingine. Sawa msikilizaji, ukiatafakari hayo naona ni bora nikikuelekeza viwanjani kwa KV Buchana. Nianzie Afrika. Amadi Diallo aling'ara huku mabingwa watetezi Ivory Coast wakivuka Burkina Faso na kutinga robo fainali ya kombe la mataifa Afrika AFCON nchini Morocco. Winga huyo wa Manchester United alifungia Tembo bao la kwanza katika dakika ya 20 baada ya kuwapita walinzi kadhaa na kunusa nyavu katika ushindi wa 3-0 dhidi ya Burkina Faso. Ivory Coast sasa itakabiliana na mabingwa mara 7 na rekodi ya ubingwa Misri ambao walizaba Benin 3-1 baada ya muda wa ziada siku ya Jumatatu kwenye pambano la uzito wa juu la 8 bora mjini Agadir Jumamosi. Mabingwa watetezi Ivory Coast ambao wanajivunia wingi wa vipaji vya kushambulia kwenye kikosi chao wanakuwa watetezi wa kwanza wa kombe hilo kutinga hatua ya robo fainali kwenye AFCON tangu Misri mwaka 2010. Mapema ya hapo bao la Adil Bulbina ndani ya muda wa nyongeza lilitosha kusuluhisha pambano kali dhidi ya DRC na kupeleka Algeria katika robo fainali. Katika mchezo wa nafasi chache, ulinzi ukiwa juu, nyota wa Ufaransa Zinedine Zidane alikuwepo tena kumtazama mwanawe Luka akimaliza mechi ya 4 bila kuingizwa bao kwa timu yake ya Algeria ambayo itapambana na Nigeria Super Eagles katika robo finali mjini Marrakech Jumamosi. Kwengineko, England, Michael Carrick na Ole Gunnar Solskjaer wameibuka kuwa mstari wa mbele kuwa meneja wa muda wa Manchester United hadi mwisho wa msimu huu. Zaidi na Phyllis Mwatei. Na wachezaji hao wa zamani ambao wote wamewahi kuinua United wamepangwa kwa mazungumzo ya ana kwa ana na uongozi wa klabu hiyo. Ni wazi kwamba wawili hao wanaweza pia kufanya kazi pamoja kwa sababu Carrick alikuwa sehemu muhimu ya timu ya ukufunzi ya Solskjaer alipochukua nafasi ya Jose Mourinho huko Old Trafford mnamo mwaka 2018. Sasa Darren Fletcher, kocha wa sasa wa United chini ya miaka 18 ambaye pia amezungumziwa kuhusu kibarua hicho, ataendelea kuwa meneja kwa muda hadi atakapoteuliwa kocha mwingine. Kiungo huyo wa zamani anachukua jukumu la mechi yake ya kwanza leo usiku pale United itatembelea Burnley kwenye ligi ya Premier. Sasa Ruud van Nistelrooy, mshambuliaji wa zamani wa United, pia anaaminika kuwa mshindani. Amorim alifutwa kazi siku ya Jumatatu baada ya miezi 14 ya misukosuko ya uongozi. United inapanga kutaja mrithi wa kudumu wa Amorim katika majira ya joto. Mchezaji mmoja ameiambia BBC Sport kwamba waliona inawezekana jukumu hilo likashirikiwa na zaidi ya mmoja wa wagombea au kwamba Fletcher anaweza kusalia kwenye kibarua hadi mwisho wa msimu ikiwa mechi 2 zijazo zitakuwa na matokeo mazuri. Ni wakati ambapo West Ham wanakabiliwa na kushuka daraja baada ya jana usiku kuzabwa 2-1.
Walizomewa nje ya uwanja baada ya kuruhusu bao la dakika za mwisho nyumbani dhidi ya wapinzani wao walio hatarini pia ya kushuka daraja na mechi 10 bila kushinda. Hizi ni nyakati za kukata tamaa kwa West Ham. Sasa The Hammers wamekuwa kwenye ligi kuu katika kila kampeni tangu mwaka 2012, 2013, lakini kipindi hicho kiko hatarini, na jana usiku waliacha uongozi wa bao 1-0 na kuteleza kabla ya kupoteza kwa mabao 2-1 kutoka kwa wanaohangaika ambao ni wenzao na ni Nottingham Forest, matokeo ambayo yanawaacha Hammers point 7 nyuma ya eneo la usalama zikiwa zimesalia mechi 17. Kiungo wa West Ham Thomas Soucek amesema kwamba tutaangalia kwenye kio na kujua nafasi tuliomo, na hakuna mtu kwenye kikosi anataka kucheza ligi ya daraja la pili msimu ujao. Leo usiku kuna mechi kadhaa za ligi kuu ya England. Bournemouth kukipiga dhidi ya Tottenham Hotspur, Brentford kuialika Sunderland, huku Crystal Palace ikishuka dimbani Selhurst Park dhidi ya Aston Villa. Everton inaikabili Wolverhampton, Fulham ikipepetana na Chelsea, Manchester City kuoneshana kazi na Brighton, na Newcastle United kuialika Leeds United. Na kesho mechi kali ni kati ya Arsenal dhidi ya Liverpool. Mwisho wa makala ya spoti. Phyllis, ni kushukuru sana. Mimi jina langu ni Ive Buchana. Imetimia saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, saa 12 kamili jioni Afrika ya Kati. Habari kuu katika matangazo ya Dira ya Dunia ni pamoja na China imeshutumu vikali Marekani kwa kutishia usalama wa nishati duniani baada ya kusema mamlaka ya muda nchini Venezuela itakabidhi hadi mapipa milioni 50 ya mafuta kwa taifa hilo. Utawala wa Rais Donald Trump unatathmini namna tofauti zitakazosaidia kuchukua eneo la Greenland, ikiwa ni pamoja na matumizi ya kijeshi. Na polisi nchini Uganda wamekanusha ripoti ya shirika la Amnesty International inayowashutumu kwa kukandamiza viongozi wa upinzani na wafuasi wake kuelekea uchaguzi mkuu ambao utafanyika Januari 15 mwaka huu. Hii ni BBC. Naam, kama ndo mwanzo unajiunga nasi, ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa nasi Karo Robi na mwenzangu Skola Kisanga. Matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia FM radio wa shirika mbalimbali kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, kama anavyofanya Emmanuel Manyungui. Anasema yuko pamoja nasi kwenye matangazo hadi tamati. Asante sana. Mbaraka wa Moshi naye unasema Trump acha ubabe kule Venezuela. Ali Mrangi Gigiri Mresa ukiwa kule Kondoa Tanzania, asante kwa kuwa nasi jioni hii. Funda Misfuli Migebuka unasema kuelekea uchaguzi mkuu nchini Uganda, unawatakia uchaguzi mwema. Kikubwa ni kuombea wananchi wa Uganda watumie haki yao hiyo kumchagua kiongozi sahihi. Ni kushukuru vile vile pia Zankawood, Ndede Classic na Athmani Isa ya Latif kwa kuwa nasi katika matangazo haya leo jioni. Bila shaka nikipata fursa nyingine nitayasoma maoni yako msikilizaji, lakini sasa na kuelekeza kule Burkina Faso ambako mamlaka zinasema kuwa zimefichua na kuzuia njama ya mapinduzi ya kijeshi yenye lengo la kumuua kiongozi wa kijeshi Kapteni Ibrahim Traore na kuyumbisha nchi hiyo. Mwishoni mwa juma lililopita inasemekana kwamba kulikuwa na njama ya kumuua kiongozi huyo. Agnes Penda na maelezo zaidi. Mpango huo ulikuwa umepangwa na Luteni Kanali Paul Henry Damiba, afisa wa kijeshi aliondolewa madarakani na Traore Septemba mwaka 2022, amesema waziri wa usalama katika taarifa ya usiku wa manane. Shirika letu la kijasusi limezuia operesheni hii katika saa za mwisho. Walikuwa wamepanga kumuua mkuu wa nchi na kisha kushambulia taasisi zingine muhimu, wakiwemo watu mashuhuri, amesema Mahamadu Sana, akidai njama hiyo imeandaliwa nchi jirani ya Ivory Coast. Hakuna taarifa yoyote kutoka kwa Kanali Damiba au Ivory Coast. Tangu alipochukua madaraka, Kapteni Traore amekabiliwa na majaribio mawili ya mapinduzi na pia anakabiliwa na ongezeko la vurugu za wanajihadi ambazo zimewalazimisha mamilioni ya watu kukimbia makwao. Licha ya changamoto hizi, kiongozi huyo wa kijeshi mwenye umri wa miaka 37 ana uungwaji mkono mkubwa na amepata wafuasi kote Afrika kwa maono yake ya umajumui wa Kiafrika na ukosoaji wake wa nchi za Magharibi. Kulingana na waziri wa usalama, serikali iligundua video iliyovuja ikiwaonyesha wapangaji wakijadili mipango yao.
Katika picha hizo inadaiwa walizungumzia jinsi walivyokusudia kumuua rais, iwe kwa karibu au kwa kuweka vilipuzi nyumbani kwake siku ya Jumamosi tarehe 3 Januari. Baadaye inadaiwa walipanga kuwalenga maafisa wengine wakuu wa kijeshi na raia. Sana amedai Damiba amekusanya wanajeshi na wafuasi wa kiraia na akapata ufadhili wa kigeni zaidi ya faranga milioni 70 za CFA, yaani dola 125,000 zilizotolewa kutoka Ivory Coast, na alipanga kuangamiza kambi ya ndege zisizo na rubani nchini humo kabla ya vikosi vya kigeni kuingilia kati. Tunafanya uchunguzi na tumewakamata watu kadhaa. Watu hawa watafikishwa mahakamani hivi karibuni, waziri huyo amesema kwenye televisheni ya kitaifa. Haijulikani ni watu wangapi waliokamatwa. Kanali Damiba alihudumu kama kiongozi wa Burkina Faso kuanzia Januari hadi Septemba mwaka 2022 baada ya kunyakua madaraka kutoka kwa serikali iliyochaguliwa kiraia. Baada ya kufukuzwa, alikwenda uhamishoni katika nchi jirani ya Togo, na akasema katika ujumbe uliochapishwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba anamtakia mrithi wake kila laheri. Nam, shukran Agnes Penda. Polisi nchini Uganda wamekanusha ripoti ya shirika la kutetea haki za kibinadamu duniani Amnesty International ambalo linashutumu polisi kwa kukandamiza upinzani na wafuasi wa upinzani wakati wa kampeni za kuelekea uchaguzi mkuu ambao utafanyika Januari 15. Ripoti kamili na mwandishi wetu Shuaib Ibrahim akiwa Kampala. Katika mahojiano maalum na BBC, msemaji wa jeshi la polisi nchini Uganda, Rusoka Chituma, amesema ripoti ya shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu duniani Amnesty International iliyotolewa mapema wiki hii na kuvishtumu vikosi vya usalama ikiwemo maafisa wa polisi imeegemea upande mmoja. Rusoka amebaini kuwa jeshi la polisi lina jukumu la kuhakikisha mchakato wa uchaguzi unafanyika kwa amani na kwamba tekeleza kamata dhidi ya wafuasi wa chama kikuu cha upinzani cha NUP kama ripoti ya Amnesty International ilivyobaini, lakini iliwakamata watu maalum wanaoshukiwa kuvunja sheria. What Amnesty may call brutal is purely kile ambacho Amnesty International inaweza kutaja kama unyama ni kauli ambayo naweza kusema imetolewa kwa misingi ya kuwa na upendeleo wa upande mmoja, kwa sababu kimataifa kila mmoja anafahamu ya kwamba wakati mtu anaposhirikiana na maafisa akikamatwa hakuna haja kutumia nguvu, lakini kama hakuna ushirikiano kimataifa inakubaliwa kutumia nguvu kiasi ili kumdhibiti mshukiwa. It is allowed to exercise a certain amount of force to subdue a suspect. Mapema wiki hii shirika la kutetea haki za kibinadamu duniani la Amnesty International lilisema limekusanya ushahidi wa maafisa wa usalama wakiwapiga na kutumia mabomu ya kutoa machozi dhidi ya wafuasi wa chama kikuu cha upinzani cha NUP kinachoongozwa na mwanamuziki aliyegeuka kuwa mwanasiasa Robert Chagulanyi Sentamu almaarufu kama Bobi Wine. Katika ripoti hiyo, shirika hilo pia lilieleza kuwa zaidi ya wafuasi 400 wa chama cha NUP wametiliwa nguvuni na vyombo vya usalama. Hata hivyo, msemaji wa polisi amesema hawezi kuthibitisha idadi hiyo. Mwanasiasa wa upinzani na mgombea urais kwa tiketi ya chama cha NUP Bobi Wine mara kwa mara amevikosoa vyombo vya usalama kwa kile anachosema kumlenga na kulenga wafuasi wake, kuwakandamiza na kuwateka nyara. Kuhusu malalamiko hayo, msemaji wa polisi anasema somebody may say that it is specific the confrontation or the mtu yeyote anaweza kusema kwamba makabiliano haya yameshuhudiwa sana, hususan na chama cha NUP chake Bobi Wine, lakini pia ni muhimu kutambua nidhamu ya wafuasi wake. Idadi kubwa ya wafuasi wake ni wagomvi. Ndio sababu mara nyingi ushirikiano wetu nao umejawa na makabiliano. On most occasions is populated with a lot of disagreements. Wiki ijayo Uganda itashiriki zoezi la uchaguzi mkuu wa urais na jeshi la polisi linasema maafisa wake wameonyesha nidhamu kubwa wakati wa uchaguzi huu, tofauti na chaguzi zilizopita. Hata hivyo, video mbalimbali na picha mtandaoni zimewaonyesha mara kwa mara maafisa wa usalama wakiwemo polisi wakisambaratisha mikutano ya kampeni ya mwanasiasa wa upinzani Bobi Wine, kutumia mabomu ya kutoa machozi dhidi ya wafuasi wake na kumwekea vizuizi mwanasiasa huyo. Shuaib Ibrahim, BBC, Kampala.
Nam, tukitoka Kampala tunaelekea Somalia ambako hapo jana waziri wa mambo ya nje wa Israeli Gideon Saar alitembelea Somaliland, jimbo linalojitawala la Somalia. Hii inajiri siku 10 tu baada ya Israeli kulitambua rasmi eneo la Somaliland kama nchi huru. Bwana Saar alikutana na rais wa Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi kujadili njia za kuimarisha uhusiano wa pande zote mbili. Hatua ya Israel kuitambua Somaliland kama taifa huru ilikosolewa vikali na Somalia, lakini si Somalia tu, hata Umoja wa Afrika na nchi mbalimbali za Kiarabu, ambao kwa muda mrefu Somalia imekuwa ikipinga juhudi za Somaliland za kujitenga kikamilifu. Daktari Harun Isaac Hassan, mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia na uongozi, alifanya uchambuzi wa kina leo asubuhi kwenye Amka na BBC na mwenzangu Beldin Waliaula. Hapo awali wakati Somaliland walikuwa wametambuliwa na serikali ya Israel, ilikuwa ni wakati ambao walikuwa wameongea wakiwa kwao, na sasa wakati waziri sasa anafika Somaliland, inamaanisha kuwa Somaliland na Israel wanaanza kuhakikishiana kwamba wao utambulisho yao sio ya hivi ila ni utambulisho ya hakika wa kuhakikisha. Kwa hivyo Israel wakati wanatuma waziri wa mambo ya nje hapa Somaliland, basi wanahakikishia Somaliland. Na labda ni maslahi yepi au nini kimevutia Israel katika eneo la Somaliland, na Somaliland inanufaika vipi na ushirikiano huu na Israel? Israel ina mpango nayo ni kupata bandari ambao ama base ambayo wanaweza kuweka wanajeshi wao hapa Barbara na hata baharini huko, ndiye wapate nguvu ya kupiga Wahudhi ambayo wako Yemen, ndiye hao wasikue wakiweza kugonga Israel kutoka upande ile nyingine. Hiyo ndio msingi wa wao kukuja kubaliana na Somaliland, ndiye wapate mahali ambao jeshi lao wanaweza kuwa na base. Hiyo ndio katikati ya Red Sea hapa Berbera, ndiye wapate nguvu hiyo. Ya pili ni mipango yao ambayo inaonekana kuwa watoe Palestine kutoka huko Palestine, walete resettlement hapo Somaliland, ambayo already tuna vile ambaye watu wanaongelea juu yake ni kwamba ujenzi wa manyumba ambayo wangeleta Palestine ambayo watakuja kuishi huko, already Israel imeanza na wakishirikiana na ile serikali ya Somaliland. Ya tatu ni kupata jinsi ambayo wanaweza kupata rasilimali ya bahari ya Somalia wakitumia bandari ya Berbera, na pia waweze kuingia ndani baharini ndani wapate ile mapato yake. Na hatua ya Israel kuitambua Somaliland inaathiri vipi mamlaka na umoja wa Somalia kama taifa? Kwanza inachukua njia mbili. Ya kwanza ni kuendeleza kusambaratisha nchi ambao imepitia shida kwa miaka kadhaa. Mpaka saa hizi serikali kuu hawana uwezo wa kuleta jimbo la maserikali ambayo ziko Somalia. Ya pili ni kuna jimbo zingine ambao hapo awali hawakuwa wametambua ama hawajatamuka kusema kwamba wao wangependa watambuliwe kama nchi, lakini sasa wamefunguliwa njia kusema. Kwa mfano Puntland wajitokeze kesho waanze kusema kwamba sisi tumekosana na serikali kuu, kwa hivyo sisi tunataka pia tujitawale kama na tutambuliwe na maserikali zingine kama Somaliland. Je, hatua hii inaweza kuchochea mivutano katika pembe ya Afrika na kuhamasisha maeneo mengine kujitenga? Na hii inaathiri vipi juhudi za kurejesha amani nchini Somalia? Somalia inakaa ni nchi ambao imejengwa na kikabila. Kwa hivyo utakuta kama mambo kama hii imeanza, utakuta kila kabila ama vita za kikabila tena ianze, vile ambaye ile ilikuwa imeondoa serikali ya Siad Barre. Sasa watu waanze vita za kikabila kwa sababu wanaiona kwamba kabila ambao wanaishi Somaliland kama wana uwezo wa kutambuliwa, kujionyesha kwamba wanaweza wakatambuliwa kujitawala wao, basi wale kabila zingine pia wataanza kujitenga na kila mtu aanze kushikilia area yake na waanze safari ya kutambuliwa na nchi zingine. Na je, tutarajie mataifa mengine kuitambua Somaliland kama taifa? Sidhani kama kutakuwa na nchi nyingine hapo karibuni itaanza kutambua Somaliland, kwa sababu ukiangalia ni nini ambaye imefanya Israel watambue, ni ile interest yao. Lakini nchi ambayo itakuwa na interest yake ama
nchi ambaye ina interest ya Somalia na waone kwamba hiyo Somalia inawasukuma hawa, sasa wameanza kupata kitu inaitwa soft spot kusukuma serikali ya Somalia, wakisema kwamba basi kama hamutaki kutukubalia sisi tufanye kitu fulani ama tujadiliane kitu fulani katika nchi ya Somalia, basi sisi tutaanza kutambua Somaliland. Dr. Harun Isaac Hassan kama alipozungumza na mwenzangu Beldin Waliaula. Kwingineko ni kwamba mapigano yameongezeka katika eneo la mashariki mwa Sudan Kusini huko Jonglei, huku kundi kuu la waasi likiripotiwa kusonga mbele dhidi ya wanajeshi. Robert Kipto na maelezo zaidi. Mapigano kati ya wanajeshi wa serikali ya Sudan Kusini SSPDF na wale wa waasi wa upinzani SPLA-IO wanaomuunga mkono makamu wa rais wa kwanza aliyesimamishwa kazi Riek Machar yalianza mwezi uliopita, na hadi sasa wanajeshi hao wa waasi wameteka kambi kuu ya kijeshi katika eneo la Jonglei. Hatua hii sasa imeipa wanajeshi wa Riek Machar kudhibiti maeneo mengi yanayokaliwa na jamii ya Nuer, jamii ambayo ndiyo ya pili kwa ukubwa nchini Sudan Kusini. Tangu jadi, jamii ya Nuer imekuwa na uhasama mkubwa na jamii kubwa zaidi nchini humo ya Dinka, jamii anakotoka Rais Salva Kiir. Machar ambaye alisimamishwa kazi Machi mwaka uliopita na baadaye kufunguliwa mashtaka ya uhaini kuhusiana na shambulio lililofanywa na kundi moja la waasi lenye ushawishi mkubwa kutoka jamii ya Nuer dhidi ya wanajeshi wa serikali mjini Nasir, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, shambulio ambalo lilisababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 250. Chama cha upinzani cha SPLM-IO kimepuuza mashtaka dhidi ya Machar na kudai kwamba yamechochewa kikabila. Siku 5 zilizopita, wapiganaji wa chama hicho cha upinzani kiliuteka mji mkuu wa jimbo la Uror baada ya kuwatimua wanajeshi wote waliokuwa katika kambi kuu ya jeshi la serikali. Mwezi uliopita, wanajeshi hao wa upinzani waliteka kambi nyingine ya jeshi la serikali mjini Wat, siku chache tu baada ya kuuteka mji wa mpakani wa Nadapal karibu na mpaka wa Kenya. Ufanisi wa jeshi hili la upinzani limeonekana kupata nguvu zaidi baada ya wanajeshi zaidi ya 1,000 wa kundi la South Sudan Opposition Alliance katika jimbo la Jonglei kuungana nao. Kundi hilo la South Sudan Opposition Alliance linajumuisha makundi ya upinzani yakiwemo makundi yaliyojihami ambayo yalisaini mkataba wa amani wa mwaka 2018 na serikali ya nchi hiyo, mkataba ambao ulimaliza vita vya awali vilivyokuwa vimedumu nchini humo. Lakini jeshi la serikali ya Sudan kwa sasa limejibu kwa kuimarisha mashambulio ya anga dhidi ya waasi hao ili kukomboa miji iliyotekwa. Serikali ya Sudan Kusini imeagiza raia kuondoka kutoka miji hiyo ili kuepuka mapigano na mashambulio zaidi kati ya makundi hayo mawili. Nam, huyo ni Robert Kipto. Msikilizaji, Burundi inaendeleza mpango wa kupeleka madini yake nje ya nchi. Shehena ya kwanza ya madini hayo tayari imesafirishwa hadi China. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ameitaja hatua hiyo kuwa ni ya kihistoria na kuwa itaruhusu Burundi kuinua uchumi wake. Aidha, Burundi inategemea mpango huo utasaidia kupunguza uhaba wa fedha za kigeni na kuruhusu nchi hiyo kununua bidhaa kutoka nje ya nchi, hasa mafuta ya petroli, baada ya Burundi kushuhudia uhaba mkubwa wa mafuta kwa zaidi ya miaka 4 na kusababisha mfumuko mkubwa tu wa bei za bidhaa mbalimbali. Kutoka Bujumbura, Ramadhan Kibuga ametuandalia taarifa ifuatayo. Katika kipindi cha siku 100 kuanzia mwezi Oktoba, misafara 4 ya malori yaliyosheheni madini ilipelekwa katika nchi ya China kupitia bandari ya Dar es Salaam. Kwa jumla ni shehena ya zaidi ya tani 700 za madini mbalimbali, lakini sehemu kubwa ni kasiterite, wolframite, tantal, coltan na quartz. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ndiye binafsi alisimamia shughuli hiyo. Hose twasanze mu ntara zose huzuye ubutaka kandi ubutare butari no mu kuzimu kwa kure. Tumegundua madini mengi katika mikoa yote ya nchi nzima, tena yako karibu ardhini. Tumekuwa tunatembelea migodi mbalimbali. Tizama sehemu nimetembelea leo, kuna madini ya kopa, lakini wazungu wa koloni walipora na kupeleka makwao, kisha wakayaficha na bila kutuibia siri. Lakini leo tumeanza kugundua maeneo hayo ya madini. Kulingana na serikali ya Burundi, vituo 29 vya uchimbaji wa madini tayari vimegunduliwa kwa shughuli ya migodi, na 13 kati ya hivyo tayari kumeanza kazi ya uchimbaji wa madini. Aidha, madini ya aina 27 tayari yanapatikana Burundi, ikiwemo dhahabu. Inakisiwa pia kwamba Burundi ina aina 40 ya madini ambayo bado kushuhudia shughuli za uchimbaji.
Katika tathmini yake ya siku 100 za mauzo ya madini, Rais Evariste Ndayishimiye amesema watapokea hivi karibuni dola milioni 6 kutokana na mauzo hayo. Na dhamira kubwa amesema ni kustawisha maisha ya raia kutokana na mapato hayo ya madini. Dushoye hanze natwe turaronka ya mahera tujana gusumisha ivyo dudakora Burundi. Mauzo yake yatatusaidia kupata fedha za kigeni ili tuweze kununua vitu tunavyohitaji nje ya nchi. Madini tunayauza ili kustawisha maisha ya Warundi. Kwa sasa tunafanya uchimbaji kwa nyenzo za kizamani na kutumia mikono, na bei ya mauzo iko chini, lakini baadaye tutanunua mashine za kuchakachua madini hayo ili tuuze mali safi. Kila jambo ni hatua, na hii ni hatua ya mwanzo. Ibikoresho twakorenga mu Burundi byose no bigira intango. Hata hivyo, mashirika ya kiraia yana wasiwasi kuhusu uwazi wa mchakato huu wa kuuza madini, na maswali ni mengi kuhusu hasa wanaopokea madini hayo nchini China na thamani halisi ya madini. Lakini wataalamu wa uchumi wanasemaje? Nilizungumza na Gezgez Kasesa. Madini kwenda nje ni kwamba serikali itapata fedha ya kigeni, na pia thamani ya pesa ya Burundi itapanda, ambayo kwa sasa tu katika hali vichache ambavyo vimeshauzikana, dola katika soko la mitaani imeweza kushuka kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo tutegemee kama wataendelea kufanya hivi na kwa muda mrefu, na dola itashuka zaidi ili bidhaa mahitajio iweze kupatikana na vyo kwa bei nafuu ambayo raia wa kawaida anaweza kuvimudu. Kwa sasa hatua ni nzuri, lakini nadhani hapo serikali inatakiwa iongeze juhudi. Kwanza kiwango cha madini ambayo yanakwenda nje kiongezeke, na pia kukidhi viwango vya uwazi katika uuzaji huu. Nadhani serikali imefanya hatua ya mwanzo, lakini itahitajika kuboresha zaidi ili mapato yaweze kufahamika na wananchi wajue ni kipi ambacho wamepata kutokana na mauzo hayo. Kwa hiyo tutegemee kuwa itaendelea kuwa hivi, pia uwazi utakuwa mwingi zaidi katika siku za usoni. Na pia kwa kutaka kuboresha zaidi, nadhani serikali ingefanya mpango, vifaa vya usafishaji na uchakataji wa madini hayo yaviweze kufanyika hapa nchini ili serikali iweze kupata mapato zaidi kuliko ni hayo. Matarajio pia ya maelfu ya raia wa Burundi ni kuona mauzo yenye tija, na hivyo kumaliza sehemu ya dhiki za kimaisha, na rasilimali hizo iwe chachu ya kuifikisha Burundi kwenye maendeleo. Nilipokea hisia za baadhi ya raia kutokana na changamoto ambazo tulikuwa tunakabiliana nazo, hususan kukosekanaji wa mafuta, kukosekanaji wa dawa katika mahospitali, miundombinu kwenda inayumba, na pesa kigeni kuwa ghali sana nchini. Kwa kweli nafikiri hapo sasa vitakuwa na mwelekeo mzuri, kwa sababu rais akisimama, nafikiri hayo yote anaweza kaenda na kwenda na tatua tatizo moja baada lingine. Kama unavyojua, uwezo wetu ni mdogo. Tutegemee kwamba maisha yetu yanakwenda kubadilika, tutoke kwenye umaskini. Jameni, tangu wameanza kupeleka madini, naona hata dola imeshuka bei. Tuombe mambo yaendelee hivyo hivyo. Hiki ni kitu kizuri sana ambacho kitailetea nchi manufaa, kwani tulikuwa na uhaba wa mafuta hapa nchini. Tunafikiri kama swala hilo litakuja kabisa kupata suluhisho, na menginepo wakiuza madini hayo tutapata hata yale mengine tuliyokuwa tunahitaji kama nchi, kama ukarabati mabarabara. Unajua barabara zilikuwa ni mbovu sana hapa nchini. Tunafikiri kwamba kama raia itatuletea manufaa. Serikali tunaiomba kabisa iendelee kabisa, na wakuwa wanaonyesha kabisa hadharani kipi kimetoka huko, wameuza kwa bei gani, wametengeneza miradi gani. Itasababisha sisi kama raia tuone kwamba serikali yetu hiki inatufanyia kazi kama tunavyotaka. Burundi imeorodheshwa na Benki ya Dunia kama nchi masikini zaidi duniani, na taifa hili linakabiliwa na uhaba mkubwa wa mafuta ya gari kwa karibu miaka 5, na hali hiyo imesababisha mfumuko mkubwa wa bei za bidhaa mahitajio, huku gharama za maisha zikizidi kupanda kila uchao. Mimi ni Ramadhani Kibuga, BBC Bujumbura. Naam, shukran Ramadhan. Sasa Januari hiyo imeanza, mwaka umeanza. Swala la kujiwekea malengo kwa kifupi, mara nyingi katika kipindi fulani wengi hujiwekea malengo mbalimbali mwanzoni mwa mwaka ambayo wanatamani kuyatimiza ndani ya mwaka mmoja. Siku hizo
Hilo limepata umaarufu sana siku hizi na kuundwa kwa mfumo unaojulikana kama Vision Board kwa lugha ya Kimombo, ambapo unajumuisha mikakati madhubuti ambao pia unatafuta kujielimisha kuhusu uwekezaji na ufahamu wa masuala ya kifedha, hususan kwa vijana kwenye mitandao na hata kwenye vikao mbalimbali. Sasa kuangazia hiyo, mwenzangu Beldin Waliaula amezungumza na Miriam Geoffrey kutoka Tanzania, ambaye ni mshauri wa masuala ya kifedha, na ameanza kwa kumuuliza maana hii ya Vision Board ama ubao wenye maono yako. Ubao wa maono ni kifaa au ni kitu ambacho unakiandaa kwa kuweka malengo yako au maono ambayo unatamani wewe kuyafikia kwa muda fulani. Kwa hiyo inaweza ikawa ni kupitia digital au ikawa ukaandika mwenyewe. Kwa hiyo wengine wanaweka picha, wengine wanaandika maandishi, wengine wanaweka alama mbalimbali. Kwa hiyo inaonyesha tu ni mtu anataka kufikia nini, ana maoni gani juu ya maoni gani au malengo gani anayotaka kuyafikia. Na hii Vision Board ina manufaa gani na nani anafaa kuitengeneza ama kuiandaa? Vision Board inamfaa kila mtu. Inamsaidia mtu kutoa yale maono yake ambayo yake kichwani na kuyaweka ili ayaone sasa, na ili akishayaona basi atatengeneza ile hali ya kutaka kuyafikia kwa kutengeneza mikakati mbalimbali na kuchukua hatua. Na wewe kwako Miriam, je, nini kuchochea ukaanza kutengeneza Vision Board na labda umepata matokeo yote? Yes, nakumbuka mwaka jana ndio mwaka juzi nilianza rasmi kutengeneza Vision Board, na kiuhalisia nilianza kiurahisi. Niliweka tu pictures, labda nataka kusafiri sehemu fulani, nataka kwenye fedha nifikishe kiasi fulani kwenye uwekezaji, nataka kulipa deni fulani. Na ilivyofikia mwishoni mwa mwaka, kwa kuwa tayari nilikuwa na kitu ambacho nataka kukitimiza, hata nilivyokuwa nilikuwa naishi kutokana na ili niweze kutimiza hayo ambayo nimeyaweka kwenye Vision Board. Alafu nini kikufanya basi ukaanza kufunza wengine pia waanze kutengeneza hii Vision Board? Kiufupi niliona kwa sababu imenisaidia Vision Board imenisaidia kuweka maono yangu yale ninayotaka kuyatimiza. Nikaandaa mkakati, nikaona matokeo yake kwamba kwa asilimia kubwa nilifanikiwa, kuna vingine sikufanikiwa. Kwa hiyo nikaona watu wengine pia wanaweza wakatumia njia hiyo ya kuweka vile vitu ambavyo wanavifikiria kichwani kwao kuvitimiza, wakaviweka kwenye ubao wa maono na wakaweza kufanikiwa kwa asilimia kubwa. Miriam, nini hasa mtu anafaa kuzingatia wakati ambapo anaandaa ubao wake wa maono? Cha kwanza kabisa ni lazima mtu ujue unataka kutimiza nini. Kwa hiyo nitatoa mfano, labda nataka kusafiri nchi fulani. Kwa hiyo pale nitaweka ono langu kwamba nataka kusafiri sehemu fulani. Hiyo ndio kitu cha kwanza, lazima ujue unataka nini. Cha pili, hamna lengo ambalo linatimia bila muda wote. Na kitu kingine, lazima hayo maono yako yawe na mikakati. Na cha mwisho kabisa ni wewe kuchukua hatua. Unaweza ukaandaa vyote hivyo, ukawa na lengo, ukaandaa muda, ukaandaa mikakati, lakini kama wewe hautavifanyia hivyo kazi, basi inakuwa ni kazi bure. Kwa hivyo unaweza andaa na kuna pia uwezekano kwamba zikafeli. Yes, inawezekana. Unawezekana kabisa ukaandaa vizuri, ukaweka pale pictures, nataka hiki, lakini kama hujachukua hatua yoyote au hujatengeneza mikakati halisia wewe kukusaidia kutimiza hayo unayoyataka, hauwezi kufikia. Au ukaweka kitu ambacho ni vigumu wewe kukifikia, umeweka lengo kubwa sana, huwezi kukalifikia, basi Vision Board inaweza isikusaidie. Umezungumzia kusafiri sana, labda nini kingine ambacho mtu anafaa kutengeneza ama anafaa kuzingatia ambapo anaunda Vision Board yake katika maisha kiujumla? Vision Board inatumika sehemu nyingi sana. Nimeanza na mfano wa kusafiri. Mtu anaweza akaweka Vision Board ya kwenda kusoma, kujiongezea elimu. Mtu anaweza akaweka Vision Board kwenye mambo ya kifedha, kwamba labda nataka baada ya miaka fulani au baada ya muda fulani niweze kustaafu, nataka labda kujitoa kwenye madeni. Anaweza kuweka labda lengo ni kila weekend labda niwe na kutana na marafiki ili kujenga ile social network. Kwa ni mambo mengi sana mtu anaweza akaweka kwenye ubao wa maono. Na labda kwa vijana ambao unawazungumzia kila siku kuhusu kutengeneza ubao wa maono, wanachukuliaje ushauri wa kifedha hasa ikija katika kutengeneza ubao wa maono katika suala la kuzingatia ama kuimarisha fedha zao? Mambo ya fedha na uwekezaji ni vitu ambavyo vinahitaji nidhamu, lakini vinahusisha pia kujua mtu nini anataka. Kwenye fedha lazima ujue nataka kuwekeza kwa ajili ya nini, nataka kutunza kwa ajili ya nini. Kwa hiyo hivi vitu viwili ukiviunganisha na ukitumia hii Vision Board kuweka hayo maono, nataka labda kustaafu au nataka kupata mtaji fulani wa pesa au nataka kujitoa kwenye madeni au nataka nitimize kiasi fulani, unaweza ukaweka kwenye ubao wako wa maono, na hivyo ikawa inakukumbusha, kukupa motisha kwamba unatakiwa kutimiza hiki. Na ukiweka na mikakati, basi Vision Board inawasaidia vijana wengi kwenye kutimiza mambo mbalimbali kwenye fedha.
Wanasema kuandika si kazi, kazi kutekeleza yale ulioandika. Asante Miriam Geoffrey, huyo ambaye mshauri wa masuala ya kifedha akizungumzia masuala mazima ya maono ama ubao wa maono ama vision board. Sasa Karorobi, vision board yako ama ubao wako unasoma nini mpaka leo siku 7 zimeshapita za mwaka huu? Umemsikia Miriam Geoffrey akisema nini inawasaidia vijana. Ukinitizama mimi mwenzio kijana mwenzako lakini si bado endelea kuishi ama? Kwa hivyo wewe yote ambaye ana pumzi anaandika vision board. Yes, kwa sababu bado una malengo mengi unatamani kuyafikia. Kwani Skola unanitafuta maneno kwa kweli wewe. Wewe nieleze ya kwako, ni kopia hayo. Au utakawasema ndio mimi pia nitakayotekeleza. Tufanya pamoja pacha. Kila mtu ana mipango yake. Ana doto. Wewe sema ya kwako. Vipaumbele vyako 3 nitakutumia kwa WhatsApp. Na uongo mbaya mwenzangu. Mimi ngoja kwanza. Mimi naongea tu na msikilizaji pamoja na wewe. Kikubwa tu kinachohitajika ni nidhamu. Bas. Hicho tu. Naongea kama vile mtaalamu wa vision board. Tulia hivyo hivyo. Msikilizaji, tukushukuru sana kwa kutenga muda wako wa thamani kwa nasi kwenye matangazo haya kuanzia mwanzo hadi tamati yake. Vile vile shukrani za dhati kwa waliofanikisha matangazo ya leo yakiwa yamesimamiwa na msimamizi Phyllis Mwate wakishirikiana na Sarafina Robi, Robert Kipto, Habat Masua na Esther Luambano kule Dar es Salaam, mwenzangu Skola Kisanga. Mimi ni Karorobi. Matangazo mengine kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC atakujia saa 3, Dira ya Dunia TV na Peter Mwangangi.